Hivyo ndio kwamba acid reflux inaweza kufanya ukawa infertility, kwa maana ukaitwa mgumba. Sasa kuna vitu vikuu vitano, ila leo nitaenda kukuambia mambo matatu tu ambayo ni muhimu sana kuhusiana na issue ya acid reflux na unakuaje mgumba. Sasa issue ya kwanza ni irritation. Hapa kuna kitu ambacho kinaitwa cortisol. Cortisol ni hormone ambao watu tunaitegemea sana kwenye masuala mazima kwenda kuboresha mayai, lakini pia kwenda kuweka mfumo wa uzazi kwenda kuwa vizuri na hata kushika ujauzito kirahisi. Lakini pia ukiwa na issue ya adrenal system, maana yake adrenal haizalishi zile homoni kama kawaida ama kama mwanzo ama kama mwanamke wa kawaida, unaweza pia ukashindwa kushika ujauzito vizuri. Lakini pia mambo estrogen, ukipata vitu hivi vikuu vitatu, ndipo mwanamke unajikuta kwamba una shida ya menstrual, maana yake period yako haiwi kama kawaida, lakini pia hata mayai hayapevushwi vizuri ama hayakomai vizuri. Hivyo ndivyo unakuja, kuna issue nyingine unakuja kuona kwamba kuna issue ya indigestion. Hapa tunazingatia sana mambo ya nutrients. Vitu hivi vikuu vitatu nilikuwa nazungumzia, kuna low bloating lakini pia malabsorption. Vikiwa vinatokea kwa mwanamke ambaye tayari ana acid reflux, ni vigumu sana mwanamke huyu kushindwa kushika ujauzito. Kwa sababu kumbuka, kuna madini ambayo tunategemea sana yaende kuivisha yai ama kwenda kufanya ule mji wa uzazi ama process nzima ya uzazi iende kakae vizuri. Hapa nazungumzia kama vile zinc, magnesium lakini pia iron. Vitu hivi ukivikosa, maana yake hata yai aliwezi kwenda kuiva vizuri. Hapa jambo la mwisho ama jambo la tatu la muhimu zaidi ni issue ya pain lakini pia stress. Lakini kumbuka hii changamoto ya insulin imbalance, lakini pia ukiwa na matatizo kama vile thyroidism, ukiwa na shida ya progesterone, haya yote yanaweza kufanya ukashindwa kushika ujauzito, lakini pia ukaitwa kwa mgumba ama ukajisikia ni mgumba kwa muda mrefu, kwa sababu vitu hivi bado haujatibia. Sasa kama unajua changamoto hizi, lazima upate matibabu. Lakini pia kupendeza, usisahau kunitafuta ama kuwasiliana na mimi na kukupa ushauri na matibabu yaliyo sahihi sana. Ukiulizwa mambo hayo umeambiwa na nani, basi waambie nimemfollow Self Made na Chiba kwa kupata updates za kila siku kuhusiana na mambo ya afya, hasa kwenye mambo ya uzazi.